Lakini bado jambo moja ili kukamilisha zoezi zima. Jambo lipi tena hilo jamani? Mama yako hakuwahi kujihusisha kabisa na kampuni, hata kipindi cha mume wake Maru. Hivyo, Jumatatu ukipata nafasi, uje na ofisini kwetu, akiwa na dokumenti zake za utambulisho. Kuna maelekezo atapewa ili kumaliza mchakato mzima. Hilo mbona sio jambo gumu? Yaani sio gumu kabisa. Na kwa jinsi nilivyo na kimuemue na hili jambo liende haraka haraka, hata mngesema leo mimi nimlete naweza kumleta. Sawa Kevin, mimi nikuache sasa. Hakuna shida. Na mimi nikutakia kazi njema na majukumu mema. Lakini pia na ofisini wafikishie salamu zangu kwamba nashukuru sana. Moyo pole, ile fumbua namba yangu 0, vyote vimepotea. Moyo pole, ile fumbua namba yangu 0, vyote vimepotea. Hali yangu majalala, sina pakula pakulala, kila siku ni misala. Unajisikiaje? Niko sawa tu mama. Maparachichi nimeona mabaya, ndio maana nimeona nitumie embe peke yake. Acha na mambo ya juisi mwanangu. Ulitaka kudondoka hapa. Kama una dalili za homa mwanangu, twende hospitali mapema kabla halijakulaza hilo homa. Amna. Najisikia tu kizunguzungu, afu kichwa kinanigonga sana. Loveness mwanangu, hizo ni dalili kabisa za malaria. Unataka paka uzidiwe mamangu? Haya, kajiandae twende hospitali. Haina haja kwenda kuchezea hela mama. Ngoja tu ninywe maji mengi na dawa za maumivu nipumzike. Hivi wewe kutibiwa kwako mwanangu ni kuchezea pesa? Pesa na uzima bora nini? Tujali afya kwanza mwanangu. Pesa inatafutwa. Hebu nenda kajiandae. Kweli mama, lakini naomba unielewe na mimi. Usipate pressure hivyo. Loveness mwanangu mbishi wewe. Mwanangu homa za sasa hivi ni kali mno. Ukizidiwa hapa ndani mwanangu niko peke yangu nitaweza kukubeba wewe? Kwa sababu muda huo saa nyingine Kevi yuko kazini. Tuko wawili. Mwanangu nitaweza kukunyanyua. Kwa nini tusiende hospitali hali ya kuwa unatembea mwenyewe na miguu yako? Basi mama, naomba Teresa nikapumzike kwa muda. Kama hali itaendelea kuwa mbaya, tutaenda hospitali. Hapa tusubiri kwa hali kuwa mbaya, wewe kapumzike, tutaenda hospitali baadaye. Au kuna tatizo lingine linakusumbua? Ndio maana unataka kwenda hospitali? Hamna mama, wala sina tatizo. Siwezi kuwa na tatizo afu nisikwambie mamangu. Tumwambia nani? Sawa. Nenda kapumzike. Ukishaamka utaenda kupima malaria. Sawa mwanangu? Sawa mama, lakini usiwe na wasiwasi sana. Nitakuwa tu sawa. Taratibu sasa. Ile fumbua namba yangu 0, vyote vimepotea. Hali yangu majalala, sina pakula pakulala, kila siku ni misala. Karibu, mlango uko wazi. Kevi. Karibu mwanangu. Asante mama. Shikamoo. Marahaba, za kazi? Salama. Paka saizi hujalala? Mwanangu siwezi kulala. Paka nikuone. Lakini mama unajitesa bure. Mimi nafikiri ungekuwa umepumzika muda kama huu. Mwanangu tumeshinda hapa tuko salama. Kuna shida gani? Loveness.
Yaani mwanangu alimanusura adondoke hapa. Kapatwa na kizunguzungu cha ghafla sana. Na yeye mwenyewe anasema shida ni nini? Au mlienda hospitali? Kanikatalia. Katu. Na ndio maana nikaona nisilale nikusubiri urudi ili wewe uweze kuongea na mwenzio. Loveness naye ni mbishi sana mama. Kuna baadhi ya vitu sio vya kuchukulia kawaida. Unajua yule kuna vitu sio vya kuchukulia kawaida kabisa. Na maana mwanangu nikaona nikushirikishe hili ili uweze kukaa na mwenzio umuulize kama kuna tatizo lingine au kama ana homa uweze kumsindikiza hospitali. Mimi kanikatalia. Sawa mama, wacha mimi nikazungumze naye. Sawa mwanangu. Ila kuwa makini naye. Sawa. Sura yako ndo dawa kwako mgonjwa vibaya. Sura yako ndo dawa kwako mgonjwa vibaya. Sura yako ndo dawa kwako mgonjwa vibaya. Habari za utokako? Salama kabisa. Vipi umeshindaje? Salama pia. Pole na uchovu. Asante. Salama kweli? Mama ameniambia kuwa unaumwa. Mama maana na yeye kalichukulia kwa uzito. Nilikuwa sijisikii vizuri tu, ila nimeshakaa sawa. Hapo ndipo unapokosea Loveness. Sikiza nikwambie kitu kimoja, sawa? Hali ulionayo inahitaji uangalizi wa hali ya juu. Hautakiwi kuchukulia poa jambo lolote lile. Sawa? Sasa mimi nachokuomba, kama hauko comfortable, hauko vizuri, hauko sawa, nyanyuka, jiandae twende hospitali sasa hivi. Kevi bana, haina haja ya kuchezea hela. Mimi niko sawa. Hizi nyingine ni changamoto za kawaida tu. Niko fresh kabisa. Yaani unaongelea masuala ya haina haja ya kuchezea hela na wakati na mtoto wangu tumboni, wewe unafanya mambo gani wewe? Huyu ana thamani kuliko hizo hela unazozizungumzia, sawa? Kama you are not fine, twende hospitali sasa hivi. Kwa nini tuchezee hela hivyo? Mimi niko sawa bana. Hizi ni hali za kawaida tu. Una uhakika? Ndio. Nganga kuandalia chakula. Rudi hapo. Wewe unaumwa. Sawa Pumzika, mimi kila kitu nitafanya mwenyewe. Tajiandalia chakula mwenyewe. Sawa? Labda tu kama na wewe unahitaji service yoyote niambie nikakuandalie. Amna. Mimi sijachoka, usiwe na wasiwasi, niko fresh kabisa Naweza kukuandalia chochote unachotaka. Mimi nimeshakula muda mrefu na mamangu, ilikuwa bado wewe tu. Unaweza ukaweka hata kitu chepesi hivi. Uji vipi? Mtori? Basi takuletea hata juice. Bana, hebu niache huko. Juice unywe kidogo bana. Shikao mama. Marahaba, umeamkaje? Salama, sijui wewe. Loveness yuko wapi? Mpaka sasa hivi hajaamka. Sasa mimi mwenyewe nashangaa. Mtoto wa kike mpaka sasa hivi hajaamka. Mpaka kasahau majukumu yake mama. Kwa hiyo kama Loveness hajaamka, wewe unashindwa kufanya kazi? Kabisa mtoto wa kike kabisa umekaa seble chafu. Unashika simu, unachezea simu. Jiko chafu, vyombo imejaa kwenye karo. Kwani Loveness ni mfanyakazi wako wewe?
Sio mfanyakazi wangu mama, lakini yeye ndo anapaswa kufanya vyote. Sijui kudeki, sijui kuosha vyombo ni yeye, lakini sio mimi mama. Tina, naona unajisahau kabisa wewe. Loveness sio mfanyakazi. Loveness yuko hapa ndani ni mchumba wa Kelvin. Na sio kijakazi wako wewe. Lakini mimi pia ni mko ndani mama, kumbuka hilo. Umejisahau. Umejisahau na kuuliza. Tulishaambiwa mwanamke mpumbavu anaibomoa ndoa yake kwa mikono yake mwenyewe miwili. Na hiyo ndoa yako wewe ulishaipiga teke na ukatoka nje. Leo umerudi hapa na kujiita mke wa Kelvin. Huna hata aibu. Ndoa yako ilishavunjika. Kitambo tu ulishaivunja mwenyewe wewe. Kwa hiyo usitake kujimilikisha. Usitake kujifanya kwamba wewe ni mke halali wa mwanangu na ukajibweteka hapo eti ukaacha kufanya kazi. Sisi hapa tumekuhifadhi tu kwa huruma zetu. Lakini ulipaswa sisi wetu kuvuma ulishie mbali uko nje. Na bado siku zinahesabika. Huna muda mrefu. Utatoka. Mbwa mmoja wewe. Mama usiseme. Nimeshasema. Na nilichokitoa kwenye mdomo wangu ndio hicho. Hapa utafanya kazi. Utafanya kazi Tina. Haya. Loveness ndio yuko ndani kapumzika. Nyanyuka, fanya usafi. Sasa mama, kama mtu anaumwa, si anapaswa tu kusema jamani mimi naumwa, mimi nitaamka mwenyewe nitafanya kazi. Sasa mtu aseme mama ana maana gani? Mimi nitaota kama uko ndani anaumwa anajisikia vibaya. Kwa hiyo paka akupangie. Wewe ndio mchafu ulioshindikana. Unakuatua sura tu. Umekaa sehemu chafu kabisa eti vidole unachat. Ni mwanamke unayejitambua wewe. Mwanamke anayejitambua lazima mke asubuhi afanye usafi. Umekuja kubweteka seble chafu unachezea simu. We mpumbavu nini wewe? Nataka kuniharibia mudi yangu asubuhi. Na huyu Loveness kama anaumwa jamani, si angeamka akaniambia mama anaumwa nimpeleke hospitali. Umeamka muda mrefu mamangu eh? Nimeamka mapema sana mwanangu. Nimeona umechelewa kuamka, nikasema ngoja niamke nifanye hata usafi. Nikusaidie. Pole mamangu jamani, kumbe nimekutesa. Loveness mwanangu, mamako nimeshapona. Nina haki ya kukusaidia kazi. Ndio mama, lakini wewe kwa umri ulionao, watoto wako sisi tumeshakuwa watu wazima. Utakiwa tena kuhangaika na hizi shughuli ndogo. Sisi ndo tunatakiwa tukuhudumie. Yaani hata hivyo leo asubuhi nilikuwa najisikia vibaya sana. Yaani kila nikitaka kuamka kitanda kinanivuta, mwili unasikia mzito. Yaani sijui. Ila nimesha kunywa na nini Vivian. Kidogo nimetulia sasa hivi niko fresh. Kwa ngoja nikafanye maandalizi ya mchana mamangu ule. Pole mwanangu. Ila hebu tulia kidogo tuzungumze mwanangu, sawa? Kwa sababu Loveness takribani ni miezi miwili sasa mwanangu. Na kuona kama hauko sawa. Umekuwa ni mtu wa kuchoka, unabagua vyakula. Nilishawahi kukuambia kama unahisi homa, twende hospitali. Mwanangu ulinikatalia. Lakini siku zinavyozidi kwenda, hiyo hali bado mimi naona kama inaendelea. Una tatizo gani? Amna mama, ni wasiwasi wako tu. Hapa katikati malaria ilikuwa inanisumbua sana. Kwa nikaona hata nisiwape pressure kwenda kuchezea hela hospitalini huko, na hali yetu ya kifedha sasa hivi inajulikana. Nikaona kuliko twende tukachezee pesa huko kati kampuni bado inahitaji mahela kibao. Wala ninywe maji mengi tu. Sasa ila sasa hivi nimeanza kuwa fit mama wangu, hata usijali. Mwanangu, kujali afya yako sio kuchezea pesa. Ungekuwa kweli mwanangu una hali ya kuumwa, kwenda hospitali ni wajibu na kutibiwa ni wajibu wako. Lakini ulikataa. Kuna hicho unachonificha. Amna mamangu. Sasa nitakuficha nini wewe mama? Nikwambie kitu mamangu, mimi ni mtu mzima. Nina macho. Naona kabisa mtoto wa kike siri na mama yake. Nishakwambia mimi ni mtu mzima, naona. Nina macho. Niambie, kuna kitu gani?
unachonificha? Mbona kama dalili ninazoziona mimi ni za kiutu uzima hizo? Dalili gani hizo? Loveness mwanangu, mbona dalili ninazoziona kama za ujauzito hizo? Loveness mwanangu, usiogope. Kuwa huru tu kuniambia chochote. Ndiyo mama, lakini bahati mbaya tu. Mwanangu, hakuna hata bahati mbaya. Mimi nilikuwa na hamu ya kusubiria nisikie habari nzuri kama hiyo. Mungu wangu, nilikuwa nasubiri kwa muda mrefu, sijui anazaliwa Maru, sijui inazaliwa mimi Suzi. Yaani umenifurahisha. Yaani hujui tu mwanangu. Nilikuwa natamani siku moja nisikie hizo habari, lakini hatimaye imetimia ile siku nilokuwa naisubiri. Mwanangu. Kevi anajua? Anajua. Kwa hiyo hapa hamna kuchelewesha. Swala la ndoa tunataka tulifanye haraka iwezekanavyo, kabla mwanangu tumbo halijakuwa kubwa. Nataka ukiringa kwenye ile gauni lako la harusi lile, kitumbo chako bado kidogo kidogo. Tumesubiri kwa muda mwanangu. Tumepita vizingiti vingi, hatimaye leo yametimia. Sikiliza mwanangu, hiyo hali ya sasa hivi hutakiwi kufanya kazi za nguvu. Hii miezi ya kwanza inakuwa ni hatari. Sijui unanielewa Kijisikia kulala, lala. Ile mikiki mwanangu siitaki. Asije akatoka na siku sio zake. Miezi hii ya kwanza mwanangu ni miezi ya uangalizi. Umesikia mamangu? Wewe usifanye chochote, mimi nitafanya. Nimeshapona mamako mzima. Si unaniona? Viungo viko vizuri tu. Nitafanya mimi kazi. Sawa mama, nashukuru. Makanywe chai. Kachukue chai unywe, halafu ukapumzike. Mboga mimi najua zipo kwenye friji, nitapika. Sawa? Sawa. Sawa chaudele wangu? Sawa mama. Mungu asante jamani, hatimaye. Suzi mimi tali ya kijukumi. Na ikawe heri jamani. Moyo pole ilifuma. Haria. Kuna jambo gani tena hapo? Mama, unani surprise na hizo furaha zako nini tena? Na bado. Nitakusurprise sana, na wewe pia umenisurprise sana. Nimefanya nini mimi? Umefanya nini? Ukaona mamako mimi ni kipofu sioni. Sina macho. Kevi mwanangu, ulikopita wewe, mimi nilishapita kitambo kabisa. Mama, mimi sikuelewi unazungumzia kitu gani? Hongera mwanangu, umekuwa. Kumbe mwanangu Loveness ana mimba halafu hujaniambia. Jambo zuri kama hilo mwanangu, jambo la heri, jambo lokuwa nalisubiri muda mrefu. Hatimaye mwanangu, ulipaswa mwanangu uniibie hiyo siri, lakini ukakaa kimya. Mama, mimi nilikuwa naona kama muda bado hujafika, lakini pia nilikuwa naona aibu kukuambia. Kevi, kuna babu utakayemwambia? Mimi ndo nimebeba karata mbili mwanangu, upande baba, upande mama. Sasa muda gani ulikuwa unasubiri wewe?
Mwanangu, hali za ujauzito za sasa hivi mwanangu ni mitihani. Mnatakiwa mwai kliniki ili akaweze kupewa huduma, yeye awe salama na mtoto wake. Sawa? Sawa mama, nimekuelewa. Kingine mwanangu, tunatakiwa mipango ya harusi iwe haraka sana. Mfunge ndoa. Ni kweli unachokisema mamangu, lakini mipango ya harusi inabidi isubirie kwanza. Kuna jambo nataka kuliweka sawa. Nikisha clear hilo jambo tutafunga ndoa na Loveness. Nashukuru. Naomba hilo jambo lako mwanangu ulifanye kwa uharaka. Kwa sababu bi harusi akishaenda tena ukumbini mwanangu, tumbo liko huko mbele tena inakuwa ni aibu kwenye jamii. Tulifanye haraka. Na kingine sasa mwanangu, kuwa mwangalizi kwa mwenzio. Wanawake wenye hali kama hizi mwanangu waga muda mwingine wana visilani. Usije ukaona labda anakukosea. Hakukosei, ni hali inamfanya awe na mabadiliko. Pia nimeshamwambia mikiki ya kazi ngumu aachane nayo. Mimi nitafanya mwanangu, nishapona. Yote hiyo ni kumlinda yeye na mtoto wake. Hongera mwanangu. Unaenda kuwa baba. Asante mama. Na mimi naenda kuwa bibi. Natamani Mungu angetupa kitoto cha kiume nikamfufua mume wangu. Uko uzidi kuongezeka. Tuko wangapi mwanangu? Kweli kabisa mama. Haya, nenda kwa mwenzio. Anakuhitaji sana, na hizi ratiba zako za kazi hizi zipunguze mwanangu. Kipindi hiki mwenzio anakuhitaji sana. Basi mama na wewe. Nakwambia mbona nitakuwa sipumui huko ndani. Haria. Asante Mungu jamani. Wazazi wengi wanatamani kuona vijukuu vyao kabla hawajafa. Na mimi Suzi naomba Mungu niweke mpaka nikishikilie kijukuu changu mikononi kabla sijafa. Kuna series mpya imetoka inaitwa Chumba namba 17. Ebana, ni bonge moja la series. Kama wewe ni mpenzi wa movie kali, series kali za kusisimua, hakikisha hii haikupiti. Series hii inapatikana kwenye application ya Soga. Nimekuwekea linki kwenye description. Hakikisha una download application and then una enjoy the movies. Moyo pole, ile fumbua namba yangu 0, vyote vimepotea. Moyo pole, ile fumbua namba yangu 0, vyote vimepotea.